بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. يقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani aeleza sema, fankihu ma taba lakum, oweni wale wenye kukupendezesheni, minan nisai, katika wanawake, mathna, wawili, wa thulatha, na watatu, wa rubaa, na wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu, mkihofia uadilifu, ya kwamba hamtafanya uadilifu, fawahida, basi oweni mwanamke mmoja. Walamma dhakara an-nisaa allati yahrumu tazawuju minhunna, na Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja wanawake ambao ni haramu kuoa katika suratu an-Nisaa, mwisho wa aya ya 24 akasema, wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na mmehalalishiwa wale walio kinyume na hao wanawake ambao ni haramu, an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin, mtafute kwa kupitia mali zenu hali ya kuwa ni wenye kujihifadhi na si wenye kufanya machafu, si wenye kufanya zina. Aya hizi ni miongoni mwa aya za Qur'ani ambazo zinaonyesha uwajibu na ulazima wa Muislamu kuweza kuliendea jambo la ndoa. Kwa katika darasa yetu hii, barakallahu fikum, tutajaribu kuangalia ni upi umuhimu na fadhila ya jambo la ndoa. Tutakuwa na darasa hii kwa muda ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutia tawfik ya wale ambao hawajaliingia jambo hili waweze kuingia katika hali ya kuhamasishana. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه فقال, na Mtume صلى الله عليه وسلم amehimiza jambo la ndoa, amehamasisha jambo la ndoa na akapendezesha ndani yake, akalipendezesha jambo hilo. Akasema an-nabiyul akram, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, enyi mkusanyiko wa vijana, yoyote mwenye uwezo miongoni mwenu basi aoe. Na ulama wakasema uwezo uliokusudiwa ni nguvu, quwwatul jimai, ni nguvu ya tendo la ndoa, kadhalika na uwezo wa an-nafaqa, uwezo wa matumizi, kuweza kumhudumia mwanamke. Fa innahu, Mtume akataja faida za ndoa katika hadithi hii, fa innahu aghaddu lilbasar, kwa hakika ndoa ni yenye kufunika zaidi macho. Aghaddu lilbasar, ni yenye kufunika zaidi macho. Wa ahsanu lilfarji, na ni yenye kuhifadhi zaidi utupu. Kwa maana mtu anapokuwa ameoa, kama alikuwa anatazama mara kwa mara, basi mtu huyo anakuwa tena hawezi kuwatazama wanawake, kwa sababu kile anachotazama nje tayari ndani anacho. Na vile vile kama alikuwa anatafuta wanawake kwa sababu ana matamanio, utupu wake unahifadhika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu amemuumba na matamanio. Lakini anapokuwa tayari ameoa, anakuwa yale matamanio yake yanakidhiwa ndani mwake, kwa sababu tayari anakuwa yeye ana mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yeyote ambaye atakayeweza awe, wa man lam yastati', na ambaye hawezi jambo hilo, fa alayhi bisawm, ni juu yake kufunga. Fa innahu lahu wija, hakika funga hiyo kwake yeye ni kinga, ni tiba ya kuweza kukata matamanio yake. Waqala alayhi salatu wasalam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, weni wanawake wenye kupenda sana,
wanawake wenye mapenzi sana, wenye kuwapenda sana waume zao. Alwaluda, wenye kupenda kuzaa, wanawake ambao wana mapenzi ya kuzaa. Hakika mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam nitajikithirisha, nitajifakharisha kwa sababu ya wingi wenu juu ya umma nyingine siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam atajifakharisha kwa wingi wetu sisi. Mukathirun bikum, nitajifakharisha kwa sababu ya wingi wenu. Al-umama, kwa umma nyingine, yauma al-qiyama, siku ya Kiyama. Kwa Mtume akatuhamasisha tuoe wanawake wenye sifa mbili, ambao wana mapenzi ya dhati, mapenzi ya kweli ya kuwapenda sana waume zao, lakini vile vile wana uwezo, wanapenda kuzaa, ni wanawake ambao wanaweza kuzaa. Kwa ndugu yangu Muislamu, hizi ni baadhi ya dalili ambazo zinaelezea juu ya fadhila, ubora na utukufu wa jambo la ndoa. Na ndoa ni kitu ambacho kina thamani, na Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka jambo la ndoa kuwa ni jambo la kimaumbile. Muislamu hawezi kulipinga, bali mwanadamu wa kawaida hawezi kupinga jambo la ndoa. Utapinga katika umri fulani kwa sababu ya ujana, mimi sitaki kuoa kwa sasa, au mimi sitaki kuolewa. Lakini umri ukishafikia, basi utajikuta wewe unatamani jambo la kuoa, tayari utatamani jambo la ndoa, na utaona kwamba ninahitaji sasa kukaa na mke. Ukimwangalia kijana mathalan, kabla hajaoa maisha yake yanakuwa hajastaqim, lakini baada ya kuoa Allah subhanahu wa ta'ala anamtilia baraka katika maisha yake. Na katika darasa itakayofuata inshallah tutaelezea faida za ndoa, faida za kuoa ni zipi, faida ambazo zinafungamana na jambo la ndoa. Barakallahu fikum wa jazakumullah.